Bwana Yesu asifiwe sana. Ninayo furaha tena kukutana na wewe rafiki mpendwa, mtu wa Mungu siku ya leo. Siku ya leo tutaenda kujifunza jambo moja linalosema nguvu ya msamaha. The power of forgiveness. Kwa nini leo tunajifunza kuhusu the power of forgiveness au nguvu ya msamaha? Watu wengi katika nyakati tulizo nazo ni watu ambao wamekuwa wanabeba mambo ya watu sana moyoni mwao. Wameshindwa kuendelea mbele. Ni watu waliojawa na maumivu, ni watu waliojawa na mateso, wengine kwa sababu ya maisha walioyapitia, wengine kutokana na watu waliowalea, wengine kulingana na mambo wanayofanyiwa. Lakini siku ya leo tunaenda kujifunza kuhusu nguvu ya msamaha. Ukiwa kama mtoto wa Mungu na mtu ambaye unategemea Mungu akufikishe mbali, jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Tunaenda kujifunza habari katika kitabu cha Mathayo sura 18 mstari wa 21 hadi 35. Katika kitabu hiki tunaangalia ni habari za Petro akiwa anaongea na Yesu, anamuuliza ni mara ngapi mwenzangu anikose ili nimsamehe? Lakini Yesu anamjibu, anamwambia sisemi mara 7 tu, bali 7 mara 70. Maana yake mara 490 kwa siku unapaswa kuwasamehe wanaokuudhi. Kwa nini Yesu alimwambia mara 490? Kwa nini? Msamaha una faida kubwa, sio tu kwa yule anayesamehewa, lakini pia hata kwa wewe unayesamehe, kwa sababu mioyo yetu haijaumbwa kubeba maumivu ya watu. Mioyo yetu haijaumbwa kubeba mambo mazito na ya kuumiza, ila mioyo yetu imeumbiwa kusamehe, imeumbiwa kusamehe. Na hapo unaona Yesu akawapa mfano wa habari ya mtu mmoja aliyekuwa na watumwa mbalimbali. Anasema mtu huyu alikuwa na mtumwa ambaye alikuwa anamdai, lakini wakati anamdai deni la yule mtumwa lilikuwa kubwa sana. Akaamuru sasa kwamba yeye, mke wake na watoto wake wakauzwe ili angalau lile deni liweze kulipwa. Ila yule mtumwa akaamua kuja kwa yule bwana, akapiga magoti, akaomba msamaha. Yule bwana akaamua kumsamehe na kumfutia deni lake lote. Lakini cha ajabu ni kwamba yule mtumwa naye alikuwa na mtu ambaye alikuwa anamdai, tena alikuwa anamdai kiasi kidogo sana kuliko kile alichosamehewa. Na yeye akaenda akamkamata mdeni wake, lakini yule mdeni naye akamwambia huyu mtumwa, naomba na mimi unisamehe, univumilie, nikipata kitu hiki nitakupa. Lakini unaona yule mtumwa akashindwa kumvumilia huyu bwana, akaamua kumkamata na kumtupia gerezani. Wale watumwa wenzake waliposikia alichofanyiwa huyu mwingine, wakaenda kwa yule bosi aliyemsamehe mara ya kwanza. Unaambiwa yule bosi alikasirika zaidi na akaamuru tena huyu naye akamatwe, atupwe. Nini tunachojifunza hapa? Huyu bosi alikuwa na moyo wa kumsamehe huyu mtumwa, lakini huyu mtumwa hakuwa na moyo wa kumsamehe yule aliyekuwa na mdai. Lazima tuwe na mioyo ya kuwasamehe wale watu wanaotukosea. Sisi wenyewe Mungu kuna mambo mengi ambayo tunamkosea, anatusamehe hata bila ya sisi kumwomba msamaha. Hata bila ya sisi kumwomba msamaha. Sisi tulikuwa wana wapotevu, lakini Yesu akatufia msalabani, akatusamehe maovu tuliyokuwa nayo, tukabadilishwa kutoka kwenye watumwa wa dhambi, tukaitwa wana, tukaitwa wanafunzi wa Yesu. Ndugu yangu, kuna neno moja wazungu anasema kwamba it is better to forgive someone even if you need to apologize, kwamba ni bora kumsamehe mtu hata kama hajakuomba msamaha. Watu wengi huwa tunapenda kumsamehe mtu mpaka awe amekuomba msamaha. Hapana, kwa faida yako wewe rafiki yangu unanisikiliza, kwa faida ya roho yako, kwa faida ya nafsi yako, kwa faida ya maendeleo yako ya mbele, ni vyema kumsamehe mtu hata kama hajakuomba msamaha. Jifunze kusamehe. Jifunze kusamehe. Unapoyabeba maumivu moyoni, hasara kubwa sio kwa yule uliyembebea maumivu, lakini hasara kubwa ni kwako, kwa nafsi yako. Hebu tuangalie faida chache za msamaha. Jambo la kwanza, unaponya ugonjwa wa nafsi na roho. Unaponya ugonjwa wa nafsi na roho. Maumivu tulionayo ndani yetu huwa yanasababisha ugonjwa kwenye nafsi. Ndio maana wewe mwenyewe ni shahidi. Ukiwa na maumivu ndani, kuna baadhi ya mambo huwezi kuyafanya vizuri. Kuna ubora wako unapungua.
ulikuwa na uwezo wa kufanya kitu fulani, kwa sababu kuna mtu fulani amekuuzi, huwezi kufanya kile kitu. Ulikuwa unaimba, huwezi kuimba. Kuna kazi unafanya, huwezi kuifanya ile kazi kwa ubora. Kuna kitu ulikuwa unakifanya, huwezi kufanya kile kitu kwa ubora. Kwa nini? Kuna maumivu ya mtu ndani, kuna jeraha. Lakini unapoamua kusamehe, msamaha ni uponyaji wa nafsi na roho zetu. Rafiki yangu mpendwa, leo amua kumsamehe mtu aliyekuuzi ili uiponye nafsi yako. Lakini pia faida nyingine, unampa Mungu nafasi ya kusimama na kukutetea. Unampa Mungu nafasi ya kusimama na kukutetea. Mungu huwa hasimami na kuwatetea watu ambao hawasamehi, watu ambao hawana msamaha ndani yao. Unapoamua kusamehe ni kumwambia Mungu kwamba Mungu, haya yote nimekuletea wewe na mimi nimeamua kuachilia. Unapoamua kufanya hivyo, unampa Mungu nafasi nzuri ya yeye mwenyewe kusimama na kukutetea wewe. Lakini faida nyingine, msamaha unamzuia shetani kutenda kazi ndani yako. Msamaha unamzuia shetani kutenda kazi ndani yako. Na lazima uelewe kuwa mbinu moja ya adui kwenye maisha yetu ni kutufanya tuwe na mioyo isiyosamehe, tuwe na mioyo iliyojaa huzuni, tuwe na mioyo iliyojaa majonzi, tuwe na mioyo iliyojaa masikitiko. Sikiliza nikwambie, kuna wakati mtu unakuta rafiki mwingine au ndugu mwingine anakuambia, mimi yule mtu siwezi kumsamehe, alinikosea sana. Ni kweli alikukosea sana, ni kweli. Hata ukisimulia hilo tukio kwa kila mtu anakuelewa. Lakini nikwambie leo, amua kumsamehe, amua kumsamehe, amua kumsamehe. Kwa sababu unapokuwa mtu mwenye majonzi, unapokuwa mtu mwenye moyo usiosamehe, unamfungulia shetani nafasi ya yeye kutaka kukutumia yeye awezavyo. Lakini unapoamua kusamehe, ule mlango unafunga nafasi ya adui au shetani kutaka kufanya chochote kwenye maisha yako. Wewe ni mtu wa muhimu sana mbele za Mungu. Amua kusamehe. Lakini faida nyingine, unafungua baraka na mafanikio maishani mwako. Msamaha unafungua baraka na mafanikio maishani mwako. Msamaha ni ufunguo, ni ufunguo, ni ufunguo. Kuna mafanikio mengi hatuyapati kwenye maisha kwa sababu hatujaamua kuachilia msamaha. Watu bado wamebeba baba zao waliowauzi, watu bado wamebeba mama zao waliowaumiza, watu bado wamebeba wake zao, waume zao, watoto wao, ndugu, marafiki, jamaa. Leo hii amua kusamehe. Usikae na maumivu ya mtu kwenye moyo wako, itaziba baraka, itafunga milango kwenye maisha yako. Amua kusamehe. Hata kama wakukuomba msamaha, amua kusamehe. Msamaha ni baraka kwenye maisha. Msamaha ni ufunguo. Msamaha ni wewe kumwambia Mungu kwamba Mungu, sasa nimeamua kukuachia wewe ufanye, alafu mimi kama mwanao nimeamua kutulia, alafu wewe mwenyewe unitetee. Amua kusamehe. Amua kusamehe. Ukisamehe, baraka na mafanikio maishani mwako zitakujilia. Ipo nguvu kubwa kwenye msamaha, ipo nguvu kubwa kwenye kusamehe. Mungu